Maanake anataka ashindane na hao ambao walimkuta kwenye game, kitu ambacho sio sahihi. Umeona, kitu ambacho sio sahihi na kinakuwa kinavunja moyo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu yeye tunamtegemea as a king. Sat-B kafanya nini? Umeona, watu wengi mshaanza kujiuliza Sat-B kafanya nini, karibu wapi, ni aje tena huyu mwana au jamaa anamkunjia ndita. No, mimi mwana namkubali, ni mwana ambaye kiupande mwingine naweza kusema ni shabiki yake kwa namna moja au nyingine, kutokana na kwamba nafuatilia kazi zake pia. Anatuwakilisha vizuri, hakuna mtu ambaye anaweza kalipinga hilo. Lakini mwamba kama mwamba au mwana kama mwana, kuna sehemu anafeli. Umeona, sehemu anafeli ni kwamba tayari upo kwenye nchi ambayo ni kubwa. Naweza nikasema Tanzania ni nchi ambayo ni kubwa kwa upande wa ni nchi kubwa kwa upande wa sanaa. Ukienda kuangalia, asilimia kubwa ya wasanii wetu wanatamani kufanya collabo au collaboration na wasanii wa Tanzania. Sasa unapofika kwenye ile nchi, wewe tunakuchukulia as a king, tunakuchukulia kama icon wetu, alafu unafika pale unaanza kupiga picha au unatembelea ma-influencer. Ndio, mwamba anawezekana na hela kama inavyoonekana kwenye mtandao, lakini japokuwa majuzi kati ilitaka kumtokea puani. Mwamba ilionekana na hela, ilionekana kidogo ana hela, lakini can you imagine, wewe si wote tunataka mkate, ni kweli. Can you imagine unaenda kwake afu wewe ndo yani kama vile unafanyia promo unafanyia promo magari, and it's like yeah, bro, come on, inakuwa sio. Afu ndio labda tuseme labda alienda pale kwa sababu jamaa nasikia hizi siku ana podcast. Kama alikuwa ameenda kufanya kipindi, it's okay. Kipindi kama alikuwa ameenda kufanya interview itakuwa poa, ila kama atakuwa ameenda pale like ku show off na kuweza labda kukutana na mwamba na mshikaji ambao hawajui alikutana na nani, alikutana na jamaa fulani hivi, ni jamaa mitandaoni, sio influencer, ni mtu tu wa mitandaoni tu wa kujionyesha kuwa na hela. Ni influencer ambaye anawaambia watu watafute hela nini, na ndio aliletaga sana imesemo tafuta hela, umeona. Anajiita mtoto mdogo mwenye pesa nyingi. Tukigusia hapo ni kwamba msanii wetu asingeweza, asingesubutu, asingejaribu kwenda labda wakutanie sehemu barabarani, station tofauti, umeona, ingekuwa poa. Lakini unamkuta kwake like angalia kwanza appearance ya Chief God, the way alivyokuwa anamwangalia jamaa, umeona, the way alivyokuwa anamwangalia is like yeye like he don't care, like anamchukulia easy, umeona, anamchukulia easy sana, umeona, anamchukulia kama ni vitu vya kawaida. Sasa wewe msanii wetu unapochukuliwa kawaida, unapoenda sehemu unachukuliwa kawaida, sio wewe bro unaumia, mimi ndo naumia. Ile nchi ambayo inategemea huyu jamaa akifika pale atafanya vitu vya ajabu. Ile nchi ambayo inategemea huyu jamaa akifika pale atatangaza vitu ambavyo ni vikubwa pia, umeona. Kwa hiyo ile nchi ambayo inategemea vitu kama hivyo inaumia, umeona. Maana yake nchi kuumia ndio sisi ambao tunakuja hadi leo sasa kuongea. Tunapoamua sasa kuja kuongea tunakuwa tunaumia. So bro, Sat-B kama Sat-B, kuna kipindi aliwahi kwenda Tanzania hivyo ambaye ndo Big Fizzo ambaye nimeanza pale nikiwa napiga nyimbo yake. Big Fizzo kaandika, ushazoea waandishi wa habari wa huku wanakuuliza yale maswali, hasa umekutana na chuma. Kuna baadhi ya maswali jamaa mimi nakumbuka alimuuliza, unapofika mbele ya watu unajitambulisha vipi? Umeona maswali ya design hiyo. Tena kitu mimi nitakaanza kuwa nawauliza wasanii, kwa sababu wewe kama msanii, ngoja ni wasanii kitu kimoja. Mimi ngoja niwape hii kodi sawa, ambao wanatufuatilia. Mimi kama mtangazaji, mimi napokuuliza unapofika mbele ya watu unajitambulisha vipi,
kwa sababu hauwezi ukafika sehemu ambao hawakujui, unajua watajua eti ni Sat B. Brother, lile swali maana yangu mimi nachokuwa nataka kumaanisha, nakuwa nataka uflow, nakuwa nataka wimbe. Si tunaelewana hapo? Mimi nakuwa nataka wimbe. Sasa wewe nakuambia eti unajitambulisha vipi? Unajua kuna ila story, kuna wasanii fulani hivi unawauliza unajitambulisha vipi ukifika mbele ya watu. Eti nawaambia mimi ni fulani fulani. Bras. Wanajuaje unyama wako? Umeona sasa? Kodi ni kwamba inatakiwa ujue unapofika mbele ya watu wakikwambia unajitambulisha vipi. Ukiwa ni msanii, imba. Kama ni mzee wa michano, chana, yani wasikie zile flow zako. Ambaye mimi nikifika sehemu ambao hawanijui, nikitaka kujua kama mwana hip hop ameingia au mtu wa R&B au gospel, kivyote vile, umeona, au mwigizaji, piga sini moja kali sana pale ambao unajua hii hapa nikiipiga hawa jamaa hata hapa watajua kumbe huu ni mwigizaji. Pale nakuwa sitaki nijue jina lako, kwa sababu jina lako tunakuwa tushaandika kwa tutakuwa na mtu fulani ambaye anakuja. Sasa mimi napokuuliza unajitambulisha vipi, afu naanza kuniambia yo mimi ni Irokoze Kubra, Prada boy, bro, imba. Umeona? Imba nisikie unaimba. Ukishaimba ndo watajua kumbe wewe ni muimbaji. Pale nakuwa sitaki jina, nakuwa nataka ujue unajitambulisha vipi kwa watu ambao hawakujui, kwa sababu kuna watu hawajui kama wewe ni msanii. Jina lako watalijua, lakini unafanya kazi gani? Hiyo ni kodi na wasanua. Sawa? Hiyo ni kodi na wapa. Kwa hiyo mwanetu alivyokuwa kule Tanzania, aliuliza swali ya design hiyo. Eti wananiita Sat B sina. Brother. Sasa wale wenzetu wa Bongo, maana yake swali unaweza kaulizwa swali alafu hata kuonesha kama labda umefeli, umeona? Alafu anasema kitu kingine ambacho maswali. Kwa hiyo ilionekana anatuzalilisha au hajajipanga namna gani. So hii Big Fizzo kama mzee alisema ushazoea hiyo posti, kama nitaitafuta afu hiyo posti aliwaambia umezoea kwenda huko afu unaulizwa yale maswali. Sasa ingia sasa kwenye watu ambao wanaojua kuuliza maswali, ndio unafeli. Umeona? Sasa msanii ilionekana watu akaanza, nakumbuka Jonidio kuna swali ambalo alimuuliza akasema eti sasa hivi kwa sababu tuko nyuma, mimi nipo kwenye Facebook, Instagram. Sasa mtu ambaye yupo Mozambique, yupo South Africa, mtu ambaye yupo Belgium, atajuaje kuwa Sat B anafanya mashow makali kama hajakuona kwenye Instagram? Eti hapo kidogo. Sasa wewe msanii ushaonekana kama huko na feli. Kwa hiyo mwamba amerudi kule. Kwa hiyo mimi nachokiona Karume, wewe unaendaga kule kutuaibisha. Hii ishakuwa safari wallahi safari ya 3 tutazingwana, kwa sababu wewe tunakutegemea kama icon wetu kwa hiki kizazi kabisa. Yani kizazi huku unakipelekea moto, unakipiga hit after hit. Sasa kwa nini unaenda kule? Brother. Wewe sio tena wa Tanzania ushafika. Kama ulifeli kipindi kile, acha. Kwa Kirundi wanasema ngwa kansi baragirana, kansi baraheva. No. Kwa sababu kitu kingine ngwa hatari burare uhavakare, vitu kama hivyo. Kwa hiyo Tanzania kama hujawahi kuishikisha, sasa hivi huwezi kuishikisha brother. Ngwa bagumako kwenye muziki haikuagi hivyo brother. Kuna issue unasema mimi issue ipo hivi, wewe toka. Sasa hivi level ambao uko nayo brother ni level ya kutoka kwenye local la kutoka national kwenda international. Sasa Tanzania kuwa unapeleka vitu Tanzania sio na nini, nataka ile followers tayari unayo, kama ukupataga miaka yote hiyo. So stop that shit bro, kwa sababu inatakiwa uende kwenye international. Umeona? Sasa hivi tunataka collab na Nigeria. Mimi ningekuwa unaingia Nigeria blaza, ndio ningesema kumbe mwamba anavuka kidogo. Ingia Nigeria, omba connection za hapa za Nigeria zipo. Mbona shida mnajionaga nikiomba connection itakuwaje? Connection hapa kuna wanazo. Unafika Nigeria fresh, unatoa collab moja na wakinatiwa wale wadogo nini na nini, unapiga nao unyama unaenda. Umeona? Kwa hiyo sasa ukibaki hapa Tanzania, Burundi,
age inaenda mzee, nishaona ushaanza kuwa na uwaraza, age inaenda. Kwa hiyo sasa naona unachelewa sana. So ni ujumbe kwa Sat-B, Satura Mabafre na Mabuye ambaye amewakilisha taifa letu kwa ujumla, ili tuweze kuwa poa na kuwa sambamba zaidi. So ni ite Ibra Koze Zekora, Mr. Prada Boy, baki na mimi ili tuendelee na story nyingi, story kibao, ambapo tunaenda kidogo kwa show ambazo kwa show ambazo zinaendelea katika huu muda. Show ambazo zimepigwa katika huu muda ni show ambazo ni nje na ndani, na naposema nje na ndani, show ambazo zinaenda kutokea hapa. Mimi nataka nigusie kitu kimoja. Kidumu yupo katika naweza nikasema yupo katika ma legend ambao legend high. Naposema legend live ni yule legend ambaye bado yupo kwenye muda. Umeona? Sasa hapa sasa ndo utagundua sasa. Hapa sasa ndo unataka ugundue Big Fizzo na huyu jamaa wao wapo nje wanapiga show. Sasa hivi Sat-B nilichokuwa nategemea ni kupiga nje. Huyu mwamba siendelee kujihesabu katika hii timu ya huku wakina Dabo Kiliku, amna braza, ushatoka huko. Jihesabu kwenye hii kundi wakina Big Fizzo, jihesabu kama wale, umeona? Lakini wao usifanye wanavyofanya, lakini wewe uende international zaidi, umeona? Wewe ndio umesababisha muziki unatuonesha YouTube ni hivi 1 2 3. Video yako kali ilianza kurekodiwa hapa Burundi. Mimi naongea ukweli, ilikuwa ni yake. Msara kwanza kueneza viewers milioni 1 tangu nchi ya Burundi iumbwe, ilikuwa ni yeye. Umeona? Sasa wewe inatakiwa wewe unafuata nyayo, sio uanze kufuata wewe nyayo, wafuate nyayo zako. Umeona? Sasa ukiwa unafanya hivyo unafeli. So Kidumu Kibido Kibuganizo piga show moja kali sana pale Belgium, show moja unyama, yani show kali sana ambayo ilikuwa iko poa. So ni issue ambayo ilikuwa inalenga. So unaweza kujiuliza Kidumu ni nani? Kidumu kafanya vipi kwenye huu muziki wa industry? Kiduma na madude mzee. Kiduma na madude kweli yale ya zamani ambao hadi sasa hivi ukipiga kwenye karaoke yanaenda vizuri. So ni Kidumu huyo ambaye anatarajia kupiga show yake pia kule Ottawa. Amerudi tena kwa mara nyingine, na mkumbuke alikuwepo mwezi wa 8 na pia akamkaribisha Big Fizzo ambao sasa hivi wote wapo Canada. Umeona? Kwa hiyo amemkaribisha, amerudi tena Ottawa. Utaona kama mizunguko ya Ulaya ipo fresh. So kubaki na mimi Ibra Koze Zekora, Mr. Prada Boy, ili tuweze kuongea mengi zaidi, mengi kwa muda, mengi ambayo yapo faster sana. Kuna show ambayo inaendelea na show ambayo inaenda kupigwa pale anasema Chicago bar, ambao ni Chino Wanaman. Yule mwamba sasa mimi nitakuwepo pale. I promise you guys. Mimi nitakuwepo pale ili niwaletee taarifa ambazo ziko poa. Na sasa kama mnataka mimi yule jamaa, kwa sababu mimi sishindwagi chochote, kama mnataka niwaletee interview,